Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sheikh Igwe, mtaalamu wa kufungua watu asili za maradhi mbalimbali. Napatikana jijini Mwanza, Tanzania, kwa namba 0766233308. Napima kabla kumpa mgonjwa tiba yoyote. Nafikia mgonjwa, ima mgonjwa afika ofisini kwangu. Sifa maskini, ukifa maskini uchagua mwenyewe, wala usiteseke na maradhi mashida na yote. Sikuwezi kupata pete zangu, sikuwezi kupata viumbe. Ninakupa unachotaka kwa muda siku moja bila kafara wala masharti na yote. Tuepuke sana mihemuko kwenye elimu ya tiba, tusome. Tuepuke sana kutumia dawa, kutumia tiba ambazo hatuzijui. Tuepuke sana kununua dawa za madukani, ni hatari sana. Tuepuke sana kuandaa vitu ambavyo hatuna uhakika navyo kwenye elimu ya tiba. Kutumia kitu bila kujua shida ni nini. Yani usiambiwe tu uko hivi tumia hivi. Eti unasikia tumbo linauma fanya tumia hichi. Eti leo umelala hivi unasikia shingo mchanga juu tumia hichi. Leo hapana, tiba haipo hivyo. Pima ndio utumie tiba. Alhamdulillah, sikupata pete zangu, viumbe na kadhalika. Ninakupa unachotaka kwa muda siku moja tu bila kafara wala masharti na yote. Ndugu yangu, sife maskini. Kwa nini ufe maskini bwana? Kwa nini ufe maskini? Yani wewe kwa nini ufe maskini? Jiulize swali, kwa nini? Leo nipo na mashehe, ndugu zangu mashehe. Leo nipo na mashehe kidogo, tunapeana nasaha kidogo. Duniani tunapeana nasaha kidogo. Leo mashehe, kila kitu ni shiriki kwenye tiba. Kila kitu kwenye tiba mashehe wanakuambia ni shiriki. Kila kitu. Ukishika dawa ni shiriki kwenye tiba. Ukishika kitambaa cheupe ni shiriki. Ukivaa nguo nyekundu ni shiriki. Ukisimama njia panda ni shiriki. Ukikalia kigoda cha miguu mitatu ni shiriki. Ukitembea peku umevaa shanga mguuni ni shiriki. Ukishika mkuki ni shiriki. Ukivaa nsimbi, ukivaa shanga ni shiriki. Ukivaa pete ni shiriki. Ukivaa kila unachovaa kila unachofanya kwenye tiba, chochote unachoishi maisha mtu binadamu ni shiriki. Chochote. Kwanza sijui uishi vipi. Yani sio nataka uishi vipi, cha kwanza au mashehe. Cha pili, ndugu zangu, utakufa kwa kukosa maarifa. Usiaminishwe kitu ambacho sio kweli. Leo ukimtabiria mtu ni shiriki. Leo ukimtabiria mtu matatizo yake, maisha yake ni shiriki. Hakuna shiriki kwenye kutabiri, hakuna shiriki. Watu wengi tu wa zama hizo wametabiriwa na wanafanyiwa tiba, unapona. Kuna mwamba mmoja anaitwa Ibn Sina. Ibn Sina yeye ulikuwa ukimwendea, anakuangalia tu mwamba, anakuambia umesubiwa na jini, ima uchawi. Na anakuambia dawa yake ni hii hapa, mti fulani, ima maji fulani, ima vumbi fulani, ima kadha wa kadha, kutokana na atakachoonyeshwa yeye. Na hizo ni taaluma. Hizo ni kuburi, ni taaluma. Kwa hiyo tuepushe sana kutumia neno shiriki kwenye taaluma. Tuepushe sana kuhofisha, kudanganya watu kwenye shiriki, kwenye taaluma kwamba ni shiriki. Unajua taaluma yoyote ni taaluma. Ngoja nikupe mfano mmoja. Unaona mzungu katushinda mbali kwa sababu sisi tumeshaamenishwa kwamba kila kitu ni shiriki. Kwa hiyo hata vitu vyenye nguvu ya sisi kutupa uwezo kufanya vitu vyetu tunaambiwa ni shiriki, tusifanye. Mfano, hakuna Mwafrika anayeweza kutengeneza ndege lakini anaipanda na anaamini ni sahihi. Hakuna Mwafrika anatengeneza meli, au Muislamu yoyote anatengeneza meli inaelea juu ya bahari. Mbona useme ni shiriki? Mbona ndege useme ni shiriki inapaa juu? Mbona magari useme ni shiriki unatembea mbona leo unapanda basikeli, unapanda pikipiki, unajua inaendaje? Mbona useme ni shiriki? Hayo yote ni taaluma hizo. Kwa hiyo tuheshimu taaluma. Kwa hiyo hii taaluma sisi ya kusaidia watu ndio shiriki. Taaluma ya watu kupandisha watu juu ya ndege, kupita hewani, hiyo yenyewe sio shiriki, sio uchawi yenyewe ni kwa hizo ni taaluma Mwenyezi Mungu amegawa kwa kila mja. Kwa hiyo inshallah ipo siku tutatuambia na haya yote ni shiriki. Ndege ni shiriki, meli ni shiriki, gari ni shiriki. Kila siku ipo siku utaambiwa hivyo. Ipo siku watasema hayo kwamba hata ndege kupanda ni shiriki, na gari ni shiriki kupanda, meli ni shiriki kupanda. Mbona vipo na hawasemi hivyo ni shiriki? Wanajua vimetengenezwaje hivyo vitu, wanajua vimeandaliwa vipi hivyo vitu. Kuna madaraja yanapita juu ya maji, wanatengeneza. Mbona mseme na hayo ni shiriki? Mnajua vimetengenezwaje? Ni taaluma hizo. Kwa hiyo inshallah mashehe, hebu muheshimu taaluma hizi.
Si kila kitu ni shiriki. Mtu akienda ukaa njia panda ni shiriki. Mtu akivunja nazi ni shiriki. Mtu akishika mafuta akipaka ni shiriki. Mtu akishika mchanga udongo ni shiriki. Mtu mayai vinza ni shiriki. Mtu akiandika shikeli ni shiriki. Mtu akifanya chochote. Hasa kitu gani ni sahihi? Kitu gani ni sahihi? Ndugu yangu, Mwenyezi Mungu alituleta duniani akatuletea vitu vitakavyokuwa sababu ya sisi kupata shufaa, kupata salama. Usidanganywe, usife na maradhi kwa ujinga wa kuambiwa eti ni shirki. Na wengi wanaumia kwa sababu ya kuambiwa shirki. Wengi wanateseka kwa sababu ya kuambiwa kitu neno shirki. Hebu jiulize hivi. Jiulize tu leo hivi. Kama kila kitu ni shirki, kitu gani ni halali? Na unaweza ukaenda kwa shekhe wewe akakusomea dua na isijibu. Anasema mpaka tena unakata, yani mpaka unachoka. Anakuambia soma dua, kaa ndani, wakati kuna mwingine hata kusoma dua hajui wala hawezi, hata kuandika chochote hawezi. Huyu anapataje msaada? Kuna mwingine hata kusoma Qur'ani hawezi. Huyu anapataje msaada? Kwa hiyo ndugu zangu, inshallah mashehe, nawaomba sana. Hizi taaluma zipo na zitakuwepo. Mbona mkienda hospitalini hamsemi ni shiriki kupimwa? Si mnapimwa pale, mnapewa na dawa, na usipopona unasema inshallah. Mbona hausemi ni shiriki kupima maradhi yako ambayo umekutana nayo? Ule unawekwa kwenye mashine CT scan na kuskani mwili mzima. Mbona hausemi ni shiriki? Kwa sababu unafanywa check up ya mwili mzima. Huyo ni Mungu amesema uingie kwenye ile mashine ucheck up. Acheni mambo ya namna hiyo. Na unapewa dawa, ukipona sawa, usipopona sawa. Ni Mwenyezi Mungu ndo mjuzi. Mbona hamsemi ni shiriki? Vidonge hivyo ni miti. Chochote dawa za malaria, chloroquine, aspirin, chloroquine, sijui nini, za UTI, sijui maradhi ya tumbo. Yote hayo mengine ni miti, mengine ni mafuta, miti, mimea na kadhalika. Mbona hamsemi ni shiriki hivyo vyote na mnavitumia? Hebu acheni kupotosha watu basi. Na mnajua vinaandaliwa vipi hivyo vitu mpaka venyewe visiwe shiriki? Hii shiriki mnajua vizuri shiriki. Kwa ndugu zangu, tusihofishi watu kwenye vitu vya kuwasaidia, kuwaponyesha, kuwafungulia dunia, kuwaonyesha Mungu kawapa nini. Mungu hawezi kukuletea yeye moja kwa moja. Mungu alituletea sisi vitu tuvitumie duniani. Moja niwapende siri moja ndugu zangu. Mwenyezi Mungu sisi hatuna uwezo kuongea naye face to face. Hata wewe umelala huna uwezo huo, kwa sababu wewe mwenyewe shekhe una dhambi mpaka lukuki zingine zinamwaika. Na hakuna mkamilifu duniani, isipokuwa Mwenyezi Mungu alituletea vitu vyote duniani tuvitumie sisi. Ndio makusudio, tuvitumie. Ndio maana nasema tusome ili tujue. Leo huwezi kumwita kiumbe kama huna elimu yake. Sasa wengi wanadanganywa tu. Leo huwezi kutengeneza pete nzuri kama za kina Nabii Suleimani kama huna elimu. Hizo ni elimu. Huwezi kumtabiria mtu kitu kizuri kama huna elimu ya kutabiri. Ndio shida inakuja hapo. Hizo ni elimu, ni taaluma. Kwa hiyo sio kila kitu ni shiriki. Tutaambiwa sasa hata duniani ni shiriki kukaa sasa. Yaani ipo siku watasema hata duniani ni shiriki kukaa, kwa sababu kila kitu ni shiriki tunachotembea nacho. Kwa hiyo inshallah ndugu zangu, ukimwita kiumbe akikupa pesa unaambiwa ni shiriki. Unamwita kiumbe anatibu mgonjwa unaambiwa ni shiriki. Wakati huyo mgonjwa alikuwa anaenda kufa, wakati huyo mtu alikuwa masikini sasa anabadilisha anakuwa tajiri, unaambiwa ni shiriki. Mungu alikuleta wewe duniani uje kuwa masikini, uje kuwa mdhalili. Mashehe, tusipotoshi watu wakafa madhalili. Hivi kwa nini watu wa dini ndo wengi madhalili? Kwa sababu ya shiriki, kila kitu shiriki. Elimu haipo hivyo. Lengo la elimu ni imsaidie mtu na inufaishe watu. Watu wengi wafaidike kwa elimu. Ndio maana ya elimu na taaluma. Kwa hiyo inshallah tuheshimu sana taaluma, tuheshimu sana elimu. Na haya machache inshallah, nina mengi kwenye mambo hili, jambo la kila kitu shiriki inshallah. Hata ushike ile shiriki, ukiandika hata nini shiriki, ukiandika hata talasimu kimbe nayo shiriki, ukishona taazima kimbe nayo ni shiriki, ukifanya chochote, ukitembea na mti kichwani ni shiriki, ukitembea na kamti sikieni ni shiriki, ukitembea na kidole umeweka hata kakitambao unaambiwa shiriki. Yani shiriki imejaa kila kitu shiriki. Dini kwa kweli hatari sana. Mashehe hatari sana jamani. Mbona hatuhoji tupate elimu ya kutengeneza ndege? Tuhoji hayo mambo ndio ya msingi, na sisi tutengeneze za kwetu meli, zile vitu vizito vikubwa vyenye faida kubwa. Mbona hivyo mseme ni shiriki na mnavipanda kila siku mashehe na mnasifia? Hizo ni taaluma. Sasa heshimuni taaluma hizi za tiba. Heshimuni ni taaluma kama taaluma zingine inshallah. Wewe utaka kama wewe ujui, njoo ufundishwe, njoo usomeshwe, uone kiumbe yupoje. Wewe unajifanya utaki, njoo mimi nikuonyeshe.
Acha kudanganya watu, acha kupotosha watu inshallah. Sheikh Ibu.